Bwana Shafi, labda utuambie, nimeona ofisini kwako hapa foleni imekuwa kubwa sana, watu wamefuata dawa hizi. Kama utuambie. Watu mimi nikwambie kwanza, maisha tunayoishi hapa duniani ni maisha magumu sana ya kusda na ushirikina sana. Na nataka niwaeleze watu kwamba kuna vitu ambavyo unaweza ukajifanyia mwenyewe na ukakaa sawa. Kwa mfano, bato ukimwona mtoto wako asubuhi, mkague mtoto wako. Ukimwona kwenye utosi kakakwa jivu au hapa katiwa jivu, basi huyo mtoto anaalikwa kuingizwa katika uchawi. Ndio maana kualikwa, anaandaliwa kuingizwa katika uchawi. Na mweka jivu wala mweka. Lakini sasa na linakuwa hapa ili usimuone pastor. Ukiamka asubuhi mtazame mtoto wako, hapa ana nini? Ukimwona ana jivu, basi tayari anaalikwa kuingia katika ushirikina ama uchawi. Na ndio maana tunatakiwa kwamba asubuhi tukiamka tuwashike watoto wetu na kuwaombea dua, na wakilala tuwashike tuwaombee dua. Lakini chengine, washirikina ili kukujua bato nyendo zako unapoenda, huwa wanakupiga chale. Wana chale inaitwa chale tochi, au wengine wanasema yenyewe kwa Kiswahili cha sasa wanakuweka yenye kizungu unahitaji chip, wanakuweka kwa maana wanakuona popote pale unapokwenda. Kwa hiyo bato ukitoka hapa ukienda Mkuranga, wachawi wakiwa wanamuona kabisa huyu tayari ana chip ndani yake, wanaita chale, wanakuchana. Sasa zile chale unaweza ukajitoa mwenyewe bato, wala una haja ya kuja kwako. Cha kufanya, tafuta ndimu saga, kamua katika beseni au sufuria. Alafu tafuta jivu ambalo limepikiwa leo ambao halijalala. Ile jivu nalo liweke katika nini? Ile sufuria. Kisha chukua magadi, twanga yale magadi ya unga, tia katika ile sufuria. Kisha changanya. Baada ya kuchanganya, unachotakiwa kufanya ni kwenda kujipaka mwili mzima. Utakuta mwili unachonyoka. Zile chale zinaanza kuonekana, kisha zinafutika. Baada ya lisali moja, alafu koga, kwa maana utakuwa umezivua zile chale umezitoa. Na mtoto wako mfanyie hivyo, ukiona anapaka jivu mfanyie hivyo, utakuwa umezitoa. Lakini kuna chengine hapa, kama hii dawa umeiona hii tumetengeneza, inaitwa kingamuzi. Kingamuzi ni mchanganyiko wa dawa za Kiarabu ambazo tumetengeneza, ambazo kwanza ukinywa zinakwenda kuvunja nguvu ya uchawi katika mwili wako. Hii ni uchawi wa ndani, tumboni, mwilini. Kama vitu vinatembea, tumbo linaumba, ujielewi, inakwenda inavunja. Kama kuna shetani hataki kutoka, inakwenda inamvunja. Kumvunja kwake, alafu kama kuna uchawi utakuta unautoa kwa kuharisha sana, na kwa kuharisha kutapika. Alafu Mungu alichojalia dawa hii. Kwa sisi tunazo, kwa bahati mbaya gharama yake imekuwa kubwa sana. Zimekuwa ni shilingi 20,000. Lakini unakwenda una flash, unatoka huko vizuri. Waliotumia wanajua sana. Lakini tuna dawa ambayo tiba ambayo watu wanasumbua ya mkojo, mirija ya mkojo, mgongo kuuma, kiuno kuuma, mkojo kutoka vibaya, unatoka kidoto, mwingine unagoma kutoka, lakini vile ni tezi dume. Umeelewa? Tezi dume inaitwa tezi dume. Watu wanalalamika sana na ugonjwa wa tezi dume, hapa wanakwenda kufanyia operation. Wallahi wa billahi wa tallahi, si tunazo hizi hapa. Kidogo tunachokiona kama kidogo, unatia katika kibakuli cha maji, unakunywa kikombe kimoja. Lakini siku hiyo usiwe na safari, inakwenda inafanya operation, inakata kabisa. Utakuta mtu unakojoa madonge ya damu, madonge ya nyama yanatoka. Lakini kila saa utakuwa kwenda kukojoa, alafu na kawaida mkojo kuuma, wala usiogope. Lakini ukimaliza hapo unakuwa pia. Kuna mtu alishachukua hii akanywa kutoka Zanzibar, kama yupo ataniona. Alipokunywa, baada ya wiki alipokwenda hospitali, akamwambia tezi dume imeyayuka. Umetumia nini? Anasema kuna dawa tu umetumia, inaitwa ya tezi dume. Hii hapa tunayo. Vizuri sana, lakini gharama yake, dozi zake zinakuwa 2. Ukinywa leo, baada ya siku 7 unakunywa tena. Hii inauzwa 100,000. Yani kila 100,000 ni 50,000. Na ukishakunywa, wallahi wa billahi, matatizo yote ya mkojo yanaondoka. Lakini tuna dawa hii hapa tulitangaza, inaitwa Pangosa. Hayo ni mafuta aina 14 ambayo tunayo ofisini. Yanatibia maradhi ya aina yoyote ya uchawi, shetani, sihiri, bawasiri, tumbo linauma, uchawi ndani ya tumbo, miguu imevimba, stroke, ganzi, yote inatibia. Hii gharama yake shilingi 10,000. Watu wanakuja kuchukua sana. Nadhani tulitoa katika toleo la mwanzo.
watu wanakuja kuchukua sana. Kwa hiyo niwaombe vile vile tunafanya dua. Kipindi hiki cha uchaguzi watu waje tuwafanyie dua. Wasiende kuweka mizimu kwa mashetani kwenye matango na mapole. Waje tuombe Mungu